Ukitafuta kazi, ukapata kazi, usione kazi kufanya kazi. Ukiona kazi kufanya kazi, acha kazi, uone ilivyo kazi kupata kazi. Walioelewa wampigie Mungu makofi. Na kwa nini tunazungumza juu ya kauli mbiu hii katika juma hili la wafanyakazi? Kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa ni vya kuhuzunisha sana kwa zama hizi za leo ni wafanyakazi kwenda kazini kama watumwa na si wafanyakazi. Watu wengi sana ambao wamepata neema ya kuwa na ajira na kuajiriwa mahali mbalimbali zama hizi tulizo nazo, wanakwenda kazini kama watumwa wakiwa wananungunika, na wanaenda wakiwa wanajisemea ndani yao, tusogeze tu siku ili tarehe za mshahara zifike ili walipwe mshahara. Lakini ndani yao kiu ya kufanya kazi haipo tena. Tupo kwenye kizazi ambacho uvivu ni kama watu wamenyonyea kwenye ziwa. Uvivu. Wafanyakazi wengi hawapendi sana kufanya kazi. Ni watu wanaopenda sana kuajiriwa. Wanapenda sana ajira, lakini kazi hawapendi. Na ndiyo maana hii inafanya siku ya kwenda interview watu wanawahi masaa 4-5 kabla ya muda wa interview. Inawezekana kabisa wanaweza wakafika hata mlinzi hajafungua mlango. Lakini ngoja wafanyiwe interview, ngoja wapate kazi. Baada ya miezi 2, yule aliyewahi siku ya interview anaanza kuingia kazini, muda umechelewa na hana shida. Waajiri wengi na taasisi mbalimbali wakaona ili tumsaidie huyu mtu inabidi tuweke daftari awe ana saini akiingia kazini. Lakini kwa sababu mwanadamu ni kiumbe ambacho hakiwezi kuchungika, hata daftari la kusaini alikuwa anamtuma rafiki yake kumsainia, wakati yeye akiwa nyumbani bado hata chai hajapika. Waajiri wengi wakasema, kwa sababu tunashindwa kupambana na hawa watu, wakatuwekea biometric kwenye milango yetu ya ofisi tunapoingia, ili tuweze kuweka alama ya dole gumba, ili tuweze kuweka signature muda ambao tumeingia na muda ambao tunatoka. Waliamini kwamba wakiweka kwa namna hiyo, huyu mfanyakazi hawezi kutoroka kazini na atakuwa anawahi kufika kazini. Na wale waajiriwa mnafahamu, ukiona biometric zako zimesoma, umechelewa kuingia kazini zaidi ya mara 3, mara 4, mara 5, lazima wakuite kwenye kikao cha maadili, waweze kukuuliza changamoto yako ni nini. Na hata wengine wamepoteza kazi kwa sababu hiyo. Wewe unakumbuka siku ya interview ulipokwenda kuomba kazi, moja kati ya vitu ambavyo ulisema wewe ni hobi yako, uliandika kwamba una hobi ya kuogelea. Lakini leo ukichelewa kazini, unawaambia mabosi zako kwamba nyumbani ninakokaa maji yanajaa nashindwa kupita, wakati siku ya interview mvua ilinyesha siku 3 mfululizo na ulifika kazini. Nipungie mkono. Lakini pia kama uliandika hobi ya kwamba wewe ni mtaalamu wa kuogelea, uwe na hakika unatakiwa kuogelea mpaka ufike kazini na uwahi. Nazungumza vitu hivi kwa sababu waajiri walio wengi sana, watu wenye taasisi mbalimbali na makampuni mbalimbali, moja kati ya kilio kikubwa walichonacho zama hizi za sasa ni wafanyakazi. Moja kati ya stress kubwa walio nayo ni wafanyakazi kutokutaka kufanya kazi na kungoja mshahara mwisho wa mwezi. Na mimi nizungumze jambo hapa kwenye hii madhabahu. Duniani nimeona ulemavu aina nyingi sana, lakini hakuna ulemavu mbaya
kama ulemavu unaoitwa mshahara? Nipungie mkono. Ni bora ukakutana na mtu anayechechemea mguu au ambaye aliumia mguu kuliko ukakutana na mtu anayechechemea kwa sababu ya kucheleweshewa mshahara. Huwa anakuwa kama kifaru aliyenyang'anywa watoto wake. Ni wiki ya kazi, tutaenda kwa kazi, na mimi ninazungumza haya ili niwasaidie watu wachache ambao Mungu amewapa neema ya kuwa na mahali na wakaajili watu mbalimbali ili waweze kuwasaidia. Lakini jambo jingine, kama kuna waajiri ambao wananisikiliza mahali hapa, na kama kuna wafanyabiashara wanaonisikiliza mahali hapa, ninakuomba sana, usije ukampa kazi mtu kwa kumhurumia. Usisubutu. Usimpe kazi mtu kwa kumhurumia au kwa sababu ni ndugu yako. Angalia uwezo wa mtu kufanya kazi na si uzuri wa cheti alicho nacho cha shule. Mwajiri mtu ambaye akifanya vibaya kazini unaweza ukamkamata na kumpeleka kwenye discipline room na hata kumpeleka selo akalale siku 2 ili ajifunze tabia nzuri ya kutokuiba kazini. Nipungie mkono. Acha kuwaajili ndugu ambao wakiiba, ndugu watakuita kijijini, watakwambia ndugu njoo tuzungumze yaishe, na hasara umeshapata. Usije ukasubutu. Hata wewe ukifanya evaluation utagundua kwamba watu wengi sana waliokuumiza kwenye biashara uliowahi kufungua, kwenye kampuni yako, kwenye taasisi unayosimamia, utagundua ni watu ambao mmezoeana sana.